Kwa jina naitwa Flora Niamba, lakini kwa jina linalofahamika Tanzania nzima mpaka nchi za nje naitwa Biti Ndembo, mganga wa jadi mkoa wa Ruvuma. Nilianza kazi 2001 mwezi wa 8, lakini mpaka kuipata kazi hii nimehangaika sana. Kuhangaika kwangu nilikuwa nasoma. Mimi nimesoma hapa kijiji hiki, kuna sehemu inaitwa kijiji cha Lwegu Ng'ambo. Nilisoma, niliingia shule 83, nimeingia darasa la kwanza ambaye Lwegu wanaita Ng'ambo shuleni. Nimesoma mpaka darasa la 3. Baba mdogo anaitwa Twaliki Mpakasini akafika kumuomba baba, na muomba huyu binti nikakae naye. Akanichukua kunipeleka kuna shule inaitwa Chabluma jeshini Lilambo ko. Nilienda kusoma Chabluma shule ya jeshi, nikamaliza kule 1989. Nimemaliza shule 89 darasa 7. Nikaambiwa na baba mdogo niendelee kusoma. Kabla hapo nipo shuleni, nipo darasa la 5. Nilikuwa naumwa sana. Yakatokea mizimu na kuongea, sisi shule hatutaki, tunataka uganga. Mamangu alikuwa mkali sana, akutaka mimi niwe mganga, anataka mimi nisome. Ilikuwa mwaka 86. Basi wakatulia. Nilipomaliza shule wakaja tena, sisi tunataka uganga. Na hapo anakataa mama. Siku moja baba mdogo watu wanakuja pale wanamuomba, nipo shule naenda kusoma, nikirudi nafanya kazi hii Chabluma kambini. Nafanya kazi ya uganga na wasaidia watu pale Chabluma. Basi nimekaa, baada ya kumaliza shule inabidi niendelee shule. Basi wakagoma, nikarudishwa huku nyumbani na baba mdogo. Kurudishwa huku nyumbani na baba mdogo nikaruka kichaa. Nimeruka kichaa, wamehangaika kuniuguza hiki kichaa kwa mwaka mmoja. Baadaye nikapona. Nilipopona wakasema sisi tunataka uganga. Mama kaendelea kugoma. Basi yule askari ambaye kule nilimpata mwanamume askari, alikuwa anaitwa Modestus Mbilo kwa Uhanga. Yeye ni askari. Basi kulingana na madudu haya na mbishano ikabidi wanirudishe nyumbani. Wakanirudisha hapa nyumbani. Nimekaa nikampata mume mwingine. Nikaa nimeolewa. Kuolewa bado wadudu wamekuja juu, tunataka uganga. Ikabidi wathibitishe. Baba akanichukua pale ukichaa sana, nimeruka. Ilikuwa 96 na 5 na 6. Nimeruka kichaa, nimehangaika sana. Baba mdogo akafika kunichukua kunipeleka kwa mganga. Kunipeleka kwa mganga akasema huyu haumwi kichaa, mumpeleke nyumbani mkafanye mila, huyu atapona, anataka uganga. Nikarudi na baba mdogo kumwambia babangu mzazi. Babangu mzazi akawa amekubaliana kitu kama hiko, wakawa wamepanga siku fulani tutafanya mila. Akatokea mamangu mkubwa akagoma. Akasema huyu ni mdogo sana. Unaona? Na mama akawa anagoma, huyu mdogo. Kwa hiyo wale mizimu wakamwambia mamangu utaruona. Ilikuwa 96 kama sikosei. Baada hapo mama akaanza kuumwa, akafariki. Alipofariki tu mama yule, wameanza tunataka uganga. Pale baba kuelewa, na mama aliapa sana hataki kazi mimi nifanye. Baada ya kufa baba alichukua kata kwenda makaburini kwa mama kuomba. Walipokuwa wameomba, baada ya kufika wakanitengenezea mila. Kweli aliweka sherehe kubwa sana, alichinja na ng'ombe kwa halifu na watu. Tukacheza ngoma mpaka asubuhi. Kufika asubuhi, mgonjwa wangu wa kwanza alikuwa Zai, ana miaka kama kwa mume wake ana miaka 17 na mimi hajazaa. Baada hapo akabeba mimba kazaa. Baada hapo nikachukuliwa na mtu mmoja, baada ile kuzaa mtu wa Dar es Salaam akanichukua, nikafanya kazi nikarudi. Nikachukuliwa tena Wino.
kwa yule mganga ambaye aliyotuongoza. Nimeenda kula, akasema nisaidie kazi, nikamsaidia kazi. Kumsaidia kazi, ikaona wagonjwa wake wale walikuwa kambi limejaa. Wagonjwa wake wale wote wakakubali kazi ninaifanya mimi. Nilivyo akatokea mtu mwingine Dar es Salaam kwa kina Mahena, wakaniomba niende mimi nikawasaidie. Nikaenda kule nikafanikisha. Nilivyorudi kufika nyumbani kwa mume wangu, wale majini wanasema tunataka nani? Tunataka uganga kufanya kazi. Baba mkwe akalizia, mama mkwe akalizia, nikawa nafanya kazi. Baada ya miaka miwili 2002 watu walijaa sana baada ya kuanza kazi. Wamejaa sana. Nimefanya kazi kushika wabaya, uwezi, wachawi, kila kitu. Mimi nilikuwa siogopi, na kipindi kwa akili zenyewe bado ndogo, miaka 24 sasa. Kwa hiyo nilikuwa nimefanya kazi kwa muda mrefu, nikawa nachukuliwa Afrika Kusini, hapa Botswana, hapa Nigeria, hapa Kenya, Malawi, Msumbiji. Kwa hiyo humo mote mikoa hii karibuni ya Tanzania yote mimi nimeimaliza kwa kazi kama hiyo. Mpaka saa hizi nimeanza kazi 2001 mpaka saa hizi miaka 24 au 25 ya kazi. Babangu amelisi kwa bibi yake, bibi yake alilisi kwa babu yake, babu yake alilisi kwa mjomba wake, mjomba wake alilisi kwa mama yake mzazi, mama yake mzazi alilisi kwa babu yake Ambachakanga. Mimi kwenye uganga huu ni mtu wa 11 katika historia ya uganga mpaka ulipoishia. Mimi mtu wa 11 kufanya kazi hii. Nimefanya kazi kwa muda mrefu. Mikutuo niliyoipata ni mingi sana. Mikutuo baada ya kujaza watu wengi, nilichofanyiwa, nilitekwa na watu ambao wasiofahamika. Kweli nilipigwa vibaya, nikaumizwa, nikatobolewa hapa mguuni, kaingia hapa, nikatokea huku, nikaenda kulazwa. Nikapata nafuu, ndo hapo uoga ulivyoenda kuingia sasa. Nikawa nimepunguza baada mambo yale ambayo ya nini? Yale ya kufosi. Na fosi kwa mfano, wewe ni mwizi, kuna dawa, kibuyu hiko hapo hapa. Hiki kibuyu nachukua dawa humu. Naenda kuchukua kila pacha dawa, nafika nachanganya na dawa zingine nachoma. Nachukua kuna dawa ya kuvaa hapa. Baba Jofu kachukua ile nani ilizi yangu ile ambao nikivaa mchawi alikuwa anaongea mwenyewe, mwizi alikuwa anaongea mwenyewe bila kumpiga wala nini. Anaongea yeye mwenyewe. Wewe mchawi? Ndiyo, mimi mchawi. Uchawi wako upoje? Anaelezea mwenyewe hivi. Sasa unasemaje? Naomba vifaa vyangu nipe. Anaenda kuchukua, nachoma moto mbele ya watu. Nachoma moto mbele ya watu tayari. Kutoka hapo, kama wewe nani mwizi, unasema mwenyewe mimi ni mwizi. Nilifanya hivi. Naona. Kwa hiyo nimefanya hiyo kazi ni muda mrefu, hayupo asionijua, wala mtoto, wala mzee, wala kijana. Hata umo kwenye simu, sehemu za Google, utanikuta mimi nipo na yale ni ya kweli. Viongozi kabisa wenye akili zao tulikuwa nao pamoja, na walifika kunipeleleza mara 10, na wengine walikuwa wanafika pale wanakaa kambini kama wagonjwa kuangalia kama kweli huyu anafanya ya ukweli au ya uongo. Wakagundua ni ya kweli, wakaniambia fanya kazi, na kweli nimefanya kazi sana. Ikatokea ndugu na jamaa, kulingana kila mtu si anataka kipato, wakaanza wewe umetawala miaka 15 imetosha, sasa tutawale sisi. Pale ukaingia sasa muingiliano wa ugomvi. Baba akasema mwanangu,
baada ya kufanya kazi kama miaka 10 na kitu. Tulikuwa nafanya na yeye. Lakini stelingi mkubwa nikawa mimi, baba ananifuata anasema mimi sasa nimezeeka na kufukuzia wewe, ila utakaposhindwa mimi nitakusaidia. Miaka 15 na wengi baba wanamjua. Sasa ulipoingia unyang'anya kama huu, nikateua mtu mmoja, baba basi mimi namteua huyu, pengine mimi nitakufa. Huyu ndiye atatusaidia nini nyuma huku. Kwa nia nzuri tu nilifanya hivyo. Sasa matokeo yake nimejiwashia moto. Baada ya kutokea hayo nimejiwashia moto. Wakaanza pale. Mimi nikagawa tawi tayari na yeye watu hapa, anaposhindwa mimi nawasaidia maneno madogo madogo. Lakini baba akasema vumilia. Sasa mume niliyokuwa naishi naye anakunywa pombe vibaya. Akifika wagonjwa wamelala, anawaambia hapa pana mochwari, anawakanyaga. Hapa pana mochwari, anawakanyaga. Kweli baba lile aliumia sana. Mimi nikaenda kumwambia baba, baba lipo hivi. Baba yangu akabidi aondoke huku nyumbani. Maana mimi mzaliwa kijiji hiki nyumbani pangu hapo juu. Akatufuata tuliko, maana tulikuwa tunakaa na mabengo. Kufika kule atushughulishe kuna nini. Yule mwanamume baada ya kuona tumejijenga, tuna maisha mazuri, naona pale alipoanza dharau na maneno mengi, wale mizimu wakachukia. Baba akasema mimi nakufa mwaka huu, ila nitakufa mwezi wa 12 tarehe 30 au tarehe 31. Nitazikwa tarehe 1 au tarehe 2. Ila mwanangu mimi nakufa. Naona kazi hii itakufa. Ngoja nikutafutie mwanamume mwingine utakayeweza kuishi naye. Kazi dini paka kufa kwako alisi na mwingine. Mimi nilikataa. Kukataa baba akawa mkali na kuniambia Gede Free 5 Level County huu. Yaani anachanganya habari tusiyosoma katuacha nje tena. Akawa anasema kama utangangania kuishi na huyu mimi nitakuvulia nguo. Na kweli baba alinyanyuka kuvua nguo. Mamangu mdogo alikuwa hapo mkubwa. Akamwambia Mzindembo usifanye hivi. Ngoja sisi tutakaa na mtoto wako nani tutamwelewesha. Na kweli alikusanya wazee pale tukaongea. Tumeongea baadaye mwanamume haelewi. Mimi baadaye baba aliapa sana. Na baadaye nikatumia uamuzi kama wewe kazi uitaki, baba yangu umsikilize anachosema na mimi nitaondoka. Ondoka tu. Ondoka kwanza, nyumba umenijengea, nyumba nitakaa nazo, si una nini, maneno akaandia kibao. Mimi yale nikawa nimeshukulia Mungu. Lakini baba akasema kabla mimi sijakufa na kuachia mwanamume utafanya naye kazi na tatunza hao watoto wadogo ambao utakaye baki nao. Akasema sawa baba. Na mbembeleza mwanamume, kaombe radhi, hataki. Kaombe radhi, hataki. Sasa kina mama watu wazima ikabidi nije nimchukue babangu niende nikamtunze. Nitamtunza wapi? Pale nilipojenga. Maana nyumba zote nilijenga mimi mwenyewe. Kufika hapo mimi nipo kazini, watu nilikuwa na wamiliki kuanzia wanaweza kuwa 200, 300. Na kwa siku nilikuwa nahudumia watu 80, 90 kulingana na afya yangu. Yeye baba sasa naumwa, nimemchukua pale, nimempeleka Peramio, akamwambia kansa haini, si una nini, karudi pale nyumbani. Anasema nyumbani mimi siendi, nitaenda kula nini? Bora nikae hapa, kama kufa nife hapa. Siku moja amekaa barazani, mimi nimeenda wapi? Kazini. Natoka kule nakuta baba analia. Unalia nini? Mimi nalia mume wako amenisukuma, nimeanguka. Nikamwita yule mume. Kumwelekeza mkali. Mimi nilichukua uamuzi kwenda serikalini. Kufika kule serikali yenyewe naikanda. Baba akasema vumilia. Siku nitakaye kufa mimi hapa, mkininyanyua gari hapa kunipeleka nyumbani, basi ambaye siku wewe usiingie tena nyumba hii, iwe moja kwa moja katika maisha yako. Sawa sawa. Nimekaa yeye akaondoka baba, akajikongoja kwenye pombe, akunywa, alikuwa anakunywa nani sasa? Soda. Alivorudi akarudi na mwanamume kule. Ananiambia Flora,
mume kuanzia leo ni huyu. Ukikubali yangu siku nitakai kufa kabla ya 40 utaletewa gari na mtu jipya, utaitwa upewe. Nikamwambia sawa baba. Basi nimekaa pale baba, tarehe ile ile aliyosema 30 au 31. Baba Mungu alimchukua, tukachukua msiba kule, na ng'ombe akamlazimisha anunue nani? Mwanamume ambaye bado hajanitolea barua. Baba kanunua, ndo ambaye ni huyu. Akanunua ng'ombe, tukaja naye huku, tukachinja, tukafanya mazishi, kila kitu tayari. Akatoka hapo. Kweli baba alisema ukirizika tu baada ya wiki 2 utapata gari. Kweli mimi nilipata gari. Nikaitwa, nikaenda Dar es Salaam nilikoitwa, nikapewa gari ambaye noa mpya, nikarudi naye. Na hela nilipewa kama milioni 4. Kwa kipindi kile ni nyingi. Nikafika kununua ng'ombe 400,000 na mahitaji yote tukapitisha 40. Kupita 40 nikaitiwa tena gari jipya. Kutoka hapo nikaitwa Afrika Kusini. Nikaitwa Afrika Kusini. Nikaitwa Afrika Kusini. Nikaitwa Nigeria. Hapo ndio nikawa sasa nimechanganya kazi. Watu ni wengi kila kona. Ndugu na jamaa wameanza. Dada amekiuka masharti, ndugu yetu fulani amekiuka masharti, uganga wote upo kwetu sisi. Saizi huyu sio mganga. Nona sasa watu wakusikia bila kujua hapa papo nini, kila mtu akaanza kueneza mambo yao. Watu wakazidi kushuka kiwango kwa kila siku. Tumeenda, baadaye wakajaa tena watu. Tukahamishiwa, wakasema tafuta eneo kubwa lile mizimu. Tuje huku sasa. Tukahamishiwa huku. Tukatolewa kule, tukahamishiwa huku. Kuhamishiwa huku, watu kibao, hata pa kulala hapapo. Ndipo nimekaa hapa kama miaka 6, ikanipata dharura. Nikaondoka, nikawaacha wagonjwa kama 76. Nikaondoka, nikaenda Dar es Salaam, Mpanda. Kuna shughuli ambazo zilikuwa zingine hatuwezi kusema hapa. Niliporudi, maana wale ambaye nilioacha sio wamepona, nilikuwa nawapa nani kwenye simu. Mmepona yeye, kiongozi, mwambie hili mpe na dawa za kuendeleza. Wote wakawa wameondoka. Hapa maana nilimwacha dadangu aendelee kukiendesha hiki kituo. Dada bahati mbaya ikatokea kaumwa, akafa. Ikabidi mimi nitoke kule nije nimzike dada. Nilipomzika dada nikapitisha 40, nikaenda tena. Sasa watu wakasema Biti Ndembo amehama. Amehamia Sudi ya Samu, amehamia wapi? Na wengine wakasema amewakimbia wagonjwa. Saizi uganga umeisha, amekiuka masharti. Kwa hiyo kila mtu alisema yake. Lakini baada ya kumaliza kazi zangu kule, nikawa nimerudi paka hapa. Kurudi paka hapa, unaona wote wapya. Mimi nimerudi mwezi wa 2 kwenye tarehe 28 nimerudi hapa. Mwaka huu ndio nimerudi hapa. So paka leo mimi naendelea uganga paka leo. Lakini uganga huu mimi nimelisi kwa baba. Na baba sio wake, alilisi kwa bibi yake Unyolo. Bibi yake alilisi kwa baba yake. Baba yake alilisi kwa jomba zake. Kwa hiyo umetembea hivi, lakini chimbu umetoka kwa Chakanga. Hii tunatumiaga kipindi cha matambiko. Na ipo hii peke yake. Zipo zaidi ya 6. Ambazo zingine tumeweka milimani. Zinakaa. Tunakufanyaga matambiko. Hizi huwa kwenye matambiko tunanywaga pombe, tunapikaga pombe za asili. Tunanywaga pombe, maji na vitu vingine. Unaona? Ndio kazi yake hii hapa. Hizi hapa aliniachia baba. Na baba alimwachia bibi yake. Bibi yake ndio hizi, yani siri ya uganga. Yani anapokufa mwingine amwachia mwingine. Sasa sifahamu alitengeneza huyo Chakanga au alitengeneza wakati kati atujui, kwa sababu mimi nimekabidhiwa. Hapa kuna dawa yake tunawekaga kipindi na safiri. Mabaya na mazuri nitanieleza hii hapa. Hii hapa kipindi cha matambiko kuna dawa wanavesha hapa.
tunaweka pale pasileto na fujo, tusilogane. Maana tunavyowekaga matambiko na waita watu zaidi ya 400. Waganga wenzangu nawaambia waje na mganga wenzake. Hivi na wengine waje na waganga wenzake. Na wengine waje na waganga wenzake. Kwa hiyo tunakuwa karibuni watu 400 au 300. Tukifika pale sasa kila mtu na moyo wake. Na kila mganga ana roho yake. Lazima ujiweke sawa. Hiyo naweka hapa dawa. Pale na wahusisha waganga 2 watatu kwa sababu wasione mimi nina kiburi au najifanya najijua kila kitu. Kwa hiyo tunakaa tunayapanga, tunatengeneza ule uwanja. Kwa hiyo tunacheza yale matambiko, maana anaingiaga Jumatano, kwa Alhamisi tunacheza milimani. Tunachinja labda mbuzi 1 au 2. Tukifika hapa nyumbani naingiaga Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu ndio tunamaliza, tunatawanyika. Kwa hiyo Ijumaa tunachinja labda ng'ombe 1 na mbuzi 1. Jumamosi tunachinja ng'ombe 1 na mbuzi 1. Jumapili tunachinja ng'ombe 1 na mbuzi 1. Kwa sababu si watu wengi tunakula. Kila mtu huwezi kumpangia utakula. Hii aliniachia baba. 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 Hii na ile pale. Ile na ile pale. Nilitengeneza mwenyewe baada ya kibuyu kile kilikuwa kimechoka. Yeye cha kulisishwa kilikuwa muda mrefu. Kwa vile dawa alinionyesha, basi nilipokuwa kimeisha, nikaenda kuchukua kibuyu kingine, nikachukua zile dawa, nikafika kuziweka huko. Naendelea nazo. Lakini zingine zote za ulisi pamoja na hii. Hii ya ulisi na miaka mingi. Hii nilisi kwa baba. Kazi yake mambo ya wizi. Sasa tego la hili hata mimi mwenyewe naliogopa. Hata kama akiiba nabaki natafuta mbinu nyingine mbadala. Hii hapa mambo ya mashamba, mazindiko nini haya. Mazindiko yote yale, nyumba, mashamba na vitu vingine. Hii hapa kazi yake ambaye wale waliotupiwa majini. Wakatupiwa majini alafu wanalia ovyo. Yani utakuta mtu analia tu bila sababu, lakini ukiangalia mtu mzima naona wanalia, wanasema uchawi si una nini. Yani mwingine anapelekea paka kichaa na mwingine kuumwa mara kwa mara. Kwa hiyo anapoletwa tunachukua dawa ya humu kidogo na dawa zingine tunachanganya tunampa. Baada ya wiki moja au baada ya siku kadhaa anashuka, anakaa vizuri. Anajiunga na wengine, anaendelea maisha. Hii ya kutolea hayo mapepo mabaya. Kipindi tunatoa na kuyafukuza, tunatumiaga hii. Hii hapa kazi yake ambaye mambo ya machezo, kilogwe, kama umelogwa, yani homa zote zinazokusibu ndio tunatumiaga hii. Hii hapa kazi yake, kwa mfano mtu amekuja hapa, utakuta ameiba, tumbo hilo amemjaza, uwezekano unakuwa mdogo, anahangaika huku na huku. Tunachukua dawa ya humu, tunachanganya dawa zingine, tunampa, anahalisha, tumbo linapwaya kabisa. Ndio pale nampa onyo, acha mwanangu kuiba kubaya. Bora ukafungwe, utasema nimefungwa, basi unakula ugali wa bure kule, kuliko kazi utakaifanya. Hilo tumbo lingekuwa paka wapi? Kwa hiyo achana na mambo ya kuiba. Sasa kama msikivu akitoka pale amepata shule, kama sio msikivu akienda kule amepewa nguvu ya kuendelea kuiba. Sasa hayo yeye mwenyewe atachagua baya au zuri. Hii hapa kipindi cha matambiko. Kuna wengine wanatiaga, tunapika chakula. Tunapopika chakula, wengine wenye usuda, maana tumeitana wengi, kila mtu na roho yake, anaweza kuchukua kidawa chochote akakitupia wapi? Jikoni. Baada ya kutupa jikoni, basi pale chakula kile chote kila atakayelamba ni kuhalisha
mpaka anaenda nini kulazwa. Kwa hiyo hii hapa inakuwa kama kinga yao. Kwa hiyo tunapoweka pale nani mafiga, tunachukua na waganga wale wasaidizi na waambia haya, rushia hapa kila jiko. Nikirusha mimi watu watakula nini chakula. Rusha watafikiri na waroga, kumbe na waokoa wenyewe. Wanatia mule kwenye jiko, lakini kwenye moto. Chakula kinapika pale. Hata kama atachukua madawa yake mabaya akatia pale, hamna kitu, watu wanakula. Hii hapa naomba iwe siri yangu. Hii siwezi kusema chochote. Kama wewe unaumwa umelogwa, nitakuona humu. Kama umerushiwa majini, nitakuona humu. Kama una homa tu za Mungu, nitakuona humu. Nitakushauri, bwana huyu umemleta yeye, kapime kipimo fulani na kipimo fulani na kipimo fulani hospitali. Homa hiyo sio yangu. Nikiona na dadisi sana, kama alikuwa na ukimwi, na mwambie bwana, naomba sasa kapime ukimwi, kapime typhoid, katume UTI, kapime na malaria. Kwa hiyo hapo nimesha kuchanganya, sionekane nimekuambia mimi uwe ugomvi. Akaenda kupima kule, homa ya hospitali ameshagundua, watampa pale semina, ataanza dawa. Na kama naona kabisa unaumwa TB, na kuambia bwana kapime TB, kapime UTI, kapime typhoid. Kama atasema homa hizi hauna, njoo. Akienda kule anayo, anapiga simu, mama wameniambia na homa fulani, basi hiyo ipo nje na uwezo wangu. Chukua dawa hapo, zingitia watakaye kuambia hao madokta. Usiwaamini waganga. Waganga si wapotofu kwa watu. Kwa hiyo tumia hizo dawa. Asante mama, natumia dawa, anakaa sawa. Hii ndio kazi yake. Hii aliniachia mzee, na mzee sio yake. Mlolongo kama nilivyokuambia. Kuna vitu wametia kwa ndani. Vitu vya kila aina vya matambiko. Hii kipindi cha kuweka matambiko ndio tunachezeaga ngoma, au kipindi naenda kushughulikia nyumba za watu, hii lazima nibebe. Chochote kitakachofanyika safari ya yote lazima hii nibebe. Kulingana mzee alivyoniambia, pamoja na hii nisiache. Kwa hiyo zinashirikiana hizi mbili. Hii inaweza kuiacha kwa sababu kipindi cha matambiko tu ndio inasaidia, hii naiacha. Lakini hizi huwa siache. Na hii sio kusema imetoka tu kwa mzee Ndembo kuja kwangu. Yeye imetoka huko. Sasa sifahamu alianzisha uganga ndio aliweka hizi. Sifahamu. Au wakati kati alitengeneza hizi. Mimi nina imani toka ilikuwa. Kwa hiyo historia uganga wangu ni huo.